Huyu umeivisha kupika. Mbaya. Wewe ni mbaya. Nyinyi ndio makuking nigga. Sasa tuambie. Tuanze na boobs. Tuanze na boobs bana. Upenda wote. Somea kitu yenye nakupea do. Utataka kitu ya haraka kesho ukue jivu. Mzee Majuto amebeba na kuku. Alikuwa anaitwa Mr. Chabo. Aliba kuku. Mzee Majuto. Akabebwa na ngazi, tumbo yake ilikuwa imefura. Sasa kupelekwa chini ya miti. Yeah. Is another episode of Upuzi Corner podcast. Yeah. Leo manze tuko na mzito. Mzito manze. Mzito kwa sababu hapo hapa ni manze, acha tu nimpe hii moment manze apige introduction manze mjue. Mimi naambia na wale tawase manze saizi hot cake kwa ground. Saizi watu wanani commercial, yani watu hot cake manze, yani Kisumu ni kubad wewe, Kisumu ni kubad. Wewe piga introduction manze, ambie unajifanya nini manze, ndio at least tukiflow hapo mbele wasikuwa wameshangati huyu ni mgeni upi ametubamba hapa na tujui ni nani. Jua hapa lazima utanaiswase, niko sure. Yeah. Piga intro manze. Yo wadau manze, it's your boy West manze, marketer, influencer, content creator pia. Msanii pia, but msanii tuliacha kiasi. Mtu mambo general. Pia chef hapo kona pale. Huyu umeivisha kupika. Mbaya. Wewe ni mbaya. Nyinyi ndio makuking niggas. Kuna vile mnakuanga na mapoints bado ukikuja hapa sekta ya Mangeo strategy hiyo cooking nigga. Una feeling ile kuweka tu lembe. Na mbona upatie dem apike na wewe? Chill, kuna dem amekutambua live and all story ya game, story ya everything. Amekutambua wewe ni mbaya jikoni. Anatambua. Kuna dem as in yana kupenda Jack Roma. Ama uja sense. Uja sense. Unaweza mtoka. Unaweza toka ndio anakupenda Jack, wewe ni chef mbaya. Hapo unakimbia. Wallahi. Hakupende juu ya food. Anatambua manze wewe kuja saidia jikoni wewe ni mbaya. Manze unamfanya na experience vitu zana hajazoea and stuff. Sasa itabidi tu achezeke. Lakini umesema manze dem amekuja tu ati mimi ni cooking nigga. You got no place here. No place. Anyway, is another episode. Hii episode manzi unajua tumekuja na huzuni, tunasaidia hao watu wa TZ kulialia. Unajua nilisikia mama manzi alikuja amejiwakilisha hapo hivyo mbaya. Wewe ni mtu ufuatilianga politics ama since wewe udu hizi vitu za blogging unafanya tu za content creators, politics au uguzi? Lazima uko kila mahali. Sivyo upande moja tu. Like uko as in politics uko ndani, entertainment uko ndani. Kila kitu. Lakini gani mostly unakuanga umebase in like sana una concentrate na entertainment na comedy. Sasa hizi nimeona of late manzee umekukipost ma gigs mingi bana. Hizi gigs ndio utaniita bana. Niko na my team hapo G3 Gang manzee. G3 Gang niko na Kenyan Tenge, niko na nani Kenyan anaitwa Luka like wa King Kaka hapo hivyo ndani. Manze tupe gigs bro. Nini? Kama hao same close hivi manze hadi unaanza kwa market ya shit yao. Wewe tupe gigs. Tuite tukurepresent. Nataka nikupiga nduru bora tukapo wa crowd na pictures zitushike tuliko area. Si ndio? Lazima tuache namba. Ni mkuje event. Sijui ni confess kitu fulani. Unajonga huyu nani? Huyu adopted son wa Rao. Maana anajiita niangalie jina. Anajiita acha nimwangalie. Nataka kuangalia jina tu size. Okay, unajua Sala, okay. Kuna vile wewe ndio like wake wala. Sijui anajua okay Sala. Anaitwa okay Sala. Kuna vile karibu huko alikuwa dancing na kaenda tingiza shingo hapo hivyo. Ujango. Bana tupana. Amfanani mse? Pana. Hebu angalia kamera vizuri. Angalia kamera fiti. Hebu angalieni. Ana hiyo video. Hiyo ni picha tu ni screenshot nilijua niko na hii
Unafanana? Wanafanana. Ni vile tu na ni vile nime screenshot tu please aja tulia. Aja tupea relax face yake. Wala hakuna mseme kwambie kitu. Na hakuna. Mimi ndio wa kwanza. Ai. Wala look like wako man. Lazim kiplani. Sio ile exact. Kiplani. Anyway, aja nitoke hapo kwa story ya Luka like manze, wewe uanga mse boobs guy ama nyash guy. Unajua tunataka kujua, tunataka kuchambua hapa hivi au manze. Ikuja hii pod manze next time nikikuita, watu wanajua manze ni nani. Yaani wanakuelewa in out, una get manze. Kuna vile Kuna vile magobero pia inabidi ndio sasa usiogope wase ujifanye tu fiat entertain wase at least ukijifanya fiat okay back to story. Kuna nilikuwa nakuuliza manze Ario nyash guy ama manze aja boobs guy. Unajua nataka kuelewa, mimi nakwambianga sisi like Asupuzi Nation tunakuanga unajua like audience yetu unajua sio jonga iko analytics, unaweza angalia your audience feel. Si tuko na mama, tuko na madenge, tuko na hii age ya 20s. So hao ndio watu wanakusikiza. Unaweza pata kuna mama pia amekucheka, tuko na mama 4 wana watching podcast. Wadi ufollow ni inbox manze ni aje wewe guest wako last amenikunywa amenikunywa ka ujipawa. So manze nataka tu kuweka rado. Unajua ni watu wangu wa close manze your story give it up to Ogola manze mnatoa zaidi tumepanda as in hao ndio wametusupport tunaget. Sasa nikwambia hadi tuko na mama wana podcast. Hao ni watu serious wanawachipa. Wanataka ku entertain. So nikikwambia manze saizi this your time kupeana manze like intro zako your likes. Kuna mtu ana watch tu hapo mbali sana manze anataka manze aone manze kata atakunywa huyu kijana pia jo. Get sasa tuambie wewe ni nyash guy boobs guy. Wacha tuanze na boobs. Alafu give it up for Ogola manze. Amesupport podcast. Hii manze hii hata tunaweza mpea moment of silence bila tuna kidha. But every podcast nita make sure nimemtaja. Support channel by the support. Sasa tuambie. Tuanze na boobs. Tuanze na boobs bana. Upenda wote. Ngoja wewe ni boobs ama nyash guy? Mimi ni nyash guy. Nyash guy. Si matako mengi, si matako kubwa. Kuna matako tu fulani. Unajua madem nye. Hawanaga boobs. Wakona boobs zingine ndogo ndogo. Pienga lakini jasha mbeba kama fala. Hakuna tumbo fulani. Nasikia wanasikizwa umetukunya ni wanakonako kapot kadogo. Unajua sio pot serious. Kuna kapot fulani hapo. Inakaa hivi tu. Au tu kwa ngome kudrink. Hizi matako mengi kubwa. Ukiwa nyashi guy inamaanisha like bado hapo kwa nyashi bado kuna limits. Hii nyashi zikuje pia kama hapo they inadai sijui dema kodu lini kiangalia nyuma ukishika nyashi anakushia. So una prefer imagine nidai kuuliza hivi, una prefer nyashi kubwa ngumu ama ndogo soft? Nyash kubwa, si kubwa sana. Walai? Una prefer nyash kubwa ngumu? Ngumu. Si soft bana. Soft maji. Dema na kukalia usikie bana. Imagine for the longest time, hii swali watu wengine nimeulizanga huyu niambianga wana prefer areas but soft ndogo. Eri ndogo soft. Soft unapeleka wapi? Akikukalia hapo usikie boy mwenzako amekukalia. Okay, acha nikwambie. Sasa imagine unajua nyash unaweza kupata kuna wale wako na serious nyash bro. Size okay, tuongelee nyash sema size ya Vera Sidika, si ndio? Wewe imagine hiyo nyash ya Vera Sidika kama ni ngumu. Wewe imagine sana ni ngumu. Backshot bro utaweza kweli? Unajua hiyo softness inazisukumanga angalau ufikie shimolo. Hapo ngumu pia inalia. Ngumu unajua zisongi raundi. Unataka blouse.
Ngumu unajua hizi story hadi za kuifinya ngumu aziclap. Hiyo ni first thing. Hata ngumu zi clap. Na club kiflani. Lakini umerank wewe ni Nyash guy. Nyash guy. So manze, if you watching this podcast and you got no Nyash, I'm sorry. Man, get out of here, bitch. Get out of here. You got no place here. Get out of here, man. I guess manze, I do small Nyash manze. I do small Nyash manze. Dem fupi lakini amebeba haga. Hey. Unaweza dania mtoto wa CBC na ni dem mbili. Unaweza date dem ameshinda urefu. Dem ameshinda urefu. Ngumu. Hawezi. Unamwangalia hivi. Ni keki. Afadhali ni keki lakini ako na Nyash na amekushinda urefu. Maybe story ya tumalizani kwa kitanda. Look away. Okay, what's your type? Like ukiulizwa what's your type? Like my type. Dem mrembo ameweza but rangi si light skin sana. Rangi yangu tu kiplani hii. Rangi. Wewe ni mtu nakula chocolate. Light skin ain't your type pia. Black chocolate. Naona tunawachuja pole tu. Elimination iko hapa hivi mbaya. Kama una Nyash nje. Kama wewe manze umeshine umelend sana, wewe ni light skin nje. Ungeta? Round alafu ni mrefu mshort. Si mrefu sana. By the way nikuulize upate tu kipigmi. Unajua pigmi? Wale watu wanachezea hapa hivi. Amechapa Nyash ka fucking na ni keki. Unaweza ogopa kulima hiyo? Unalima chini ya maji. Hawezi onekana na. Hawezi onekana na. Wanauma nakula vitu zingine huku nje bro. Wacha juzi ni boy wangu ameconfess yeye hii sekta hii mambo ya kufinyana amefinya hadi albino. Kwani huwezi afinya albino bro? Albino bwana, vitu yellow. Bro, wacha niwaambie albino is just a color. It's just a color, mse. Huwezi finya albino my guy. Bajia anasema anapasaje kufinya hiyo kitu. Huwezi finya albino bro. Ile ina depend. Okay, mnaogopa nini? Kuna albino keki. Mimi naambia kuna wale wa ese. Wale wa ese wanaongana ndeba mama. Hata Kenya tu kwa tumeenda mbali sana. Kenya kuna hapa bana nyake hapa Kenya hapo wamekata bro. Wakenya umesema Wakenya ufiji. Labda wa ese. Afadhali wewe kwa nini unasema mwezi fulani? Wacha nikwambie albino ni kala tu vitu tuko na nini? Albino wa Kenya unaweza dania nyanya mzee. Huko ngamezeka ndio wadogo. Unapata kajamaa kwa 20 years lakini anakaa 45 bana. Ukimcheka kucheka. Kagoji vizuri. Lakini unajua nimerealize nyinyi mnaomba imagine. Mnaangalia wale mlionanga kwa the worst situation. Unajua manzi unajua kuna malbino wamekuwa lifestyle nyingine. Hawapati jua sunlight and stuff. Wako na doo yao, wametoka kwa rich family. Bro, naona tunadai. Unafungua punami hivi unapata ni white bro. Unaingia ndani. Bro, one thing nasemanga naambianga tu if there's a mzungu out there watching, I've never had white pussy. Though manze hii ni kitu nataka kuonja before ni dead bana. Agwasa ametuacha hapa nje. Mimi sikujua Agwasa anaweza dead bana. Agwasa ametuacha manze. Mimi nimegrow nikijua Agwasa manze ni wale wase walikuwa manze za tano wako hizi. Nini So if there's a mzungu out there watching manze, sitaki kudede kasi jakonga kitu yana iko yellow bwana. Acheni hizo bana Link me up. Umepiga kitu white? Bro, kwani huko expose na venajua huko expose wewe ndio my influencer mbigi. Unajua mimi nikianza kuongelea my influencer wewe ni mmoja wao. Unget? So na expect manzi kuna vile uko na ile exposure. Wazungu wamekuja hapa TCG education wanataka siji nini zikwe posted manze. Ama you don't eat your clients. You don't eat your clients. Bado. Uje kula clients. Nakuja tunapiga mboka. Unaonekanje uishie. Ama your clients kuna vile sio keki. Unajua mimi pia kuna kazi zingine wewe niambia unafanya manze wewe ni mechanic.
unaniambia manzee mechanic pia na meeting mademo na wako keke wameleta magari kuna zile hustle manzee mtu akikwambia ati unakula client unajua tu yeye alikula kitu kingine imeumia mbaya kitu imeumia kuumia okay lakini wewe influencer kuna ile exposure hivi huwezi kula client wako hivi ma client wako safe for your hand uje ipata client ya type sijaipata acha hizo ma influencer bana wanapatanga watu wako makeki ama ma influencer bana wewe Kisumu niliona jamaa fulani akisema ma influencer wa Kisumu ndio tukiangalia kama celebrity wa Kisumu bana mkusikia story mkusikia story jamaa fulani alikuwa anajaribu kusema ati ilikuwa content fulani ati about Kisumu ma celebrity wa Kisumu hakuna mtu aliona hiyo post nikaenda comment section manze alikuwa na diss ati ma celebrity wa Kisumu wanakaa right manze rada mweki game hai bana mtaki kuendesha mandai ama ni savings bana ni za kununua shamba yani ma influencer wa Kisumu maybe ni clubs clubs peke yake ndio wako wengi unapatiwa do unaenda unakunywa ama business zinapea ma influencers gigs ni za club mingi au hoteli hawaitangi ma influencers hawaitangi maybe tu kushoot video anaita cameraman shoot content zake then ameishia so unadhani like nini nafanyanga like sema ma content creators wa Kisumu like ya IGP unapata umepiga kazi like hata 5 years bro bado hata ukiangalia watu wana like shit yako huko kwa Instagram kwa hizo sema social TikTok bado unapata wasisi wengi kama ma influencers wale wa jiji unadhani nini ndio ngori like unaona jiji kisha blow like unaweza pata gig hizi Nairobi magigs ziko Kisumu magigs ziko Kisumu na nini nafanya watu hawezi organize gigs Kisumu watu ni wengi watu wako na do wajaluo wana spend bana kwa masherehe unajua shida ya Kisumu ni kukua pamoja Kisumu hataki kushikana mkono wafanye kitu Kisumu kila mtu anadai kukula solo sema uko na gig mimi naweza kufanya marketing but utaki unaona utajipushia wewe mwenyewe so hiyo limit I feel hii marketing inaweza make impact kwa hiyo business unatafuta hata marketers karibu 6 wako na around 100k 12k wenye wako na numbers what if our investors wanaogopa manze tunaweza spend highly kwa hao ma influencers alafu kusikwe na returns so like usitafute bana influencer ana numbers na pia like tafuta mwenye akulido mingi ako na numbers but ako na around hata 5k followers but story yake unafika level ingine yeah true una feel for like a standard influencer rate card yake inafaa kucheza aje unajua most businesses wanaogopanga maybe prices za ma influencers zinakuanga juu unaweza kuexpect juu wanasikianga tuseme hata kina Ambare kina nani unapata kitambo ulipe dem hata apige gig na wewe lazima ukaanze kitu 150,000 kitu 200 Gs kuendelea unaget na sio kila business inarudisha hiyo do unajua tunaweza mkanza hivyo yes but upate tija rudisha hiyo do unaget so unadhani like ni nini ile like nini ma influencers wa Kisumu ile hawana manzeno nadhani zinapewa watu woga hivyo like angalia rate card yako kwanza mimi yangu ni 50 Gs 50 Gs ndio pige shughuli 50 Gs ukituma na kupigia shughuli unaweza ipata hata tao imeweka kwa ile vitu za advertisement TV sasa 50 Gs ina cover for what and monthly daily so na post ama weekly daily hadi hiyo month ishe as in nikikukanja 50 Gs for my company yangu ni advertise something daily nitakuwa naona kitu yangu imepostiwa kwa account yako daily so rate card ya influencer inafaa zichezee wapi roughly as in ndio unajua kuna wale okay mtu mnataka ku influencer leo sema leo nataka nianze hii shit influencing nafaa nichezaje rate card yangu angalau ndio nisikuje pia nimeumiza watu ama nimeoverdo iko tena ni story nyingine nikana jina overdo sana unajua kuna ile kila business iko na ile level yake ya vitu pale zina average vitu zina rate unaget
So tuseme mtu anaanza influencing, unadhani rate card yake inafaa icheze wapi ndio angalau vitu zako zirun? Tuseme uko na numbers and everything. Kuanzia 50 so 200. 50 so 200. Mimi mnatengeneza kichele. Lazima. Huwezi enda event kubwa. Tuseme kama msanii Costa. Amekuja Kisumu. Msaki kuita umarketing event. Tupigie 50 Gs for 1 month. Tuko November. Event yake ni December. Hiyo si umekula do umeishia na umepiga shughuli daily. Posters ziko sema ukose kupost kuna ile nini penalty ati usija post leo na ni pesa ilikuwa inaonyesha lazima nikule. Kuna vitu kama hizo umeipata cases kama hiyo. Umelipa full month alafu ukamiseta kupost one day ikaleta chaos. Sijaipata hivyo. But kitu kama hiki happen kuna vile tu mnarudisha do fulani. Juu kuna day fulani kupost. Mimi unaweza posta zako vile umepanga kupost. Vile mumeelewana na jamaa. Unafaa kupost hivi na hivi, unafaa kupost nini. Kama hajatuma video nyingine, huwezi post. Another thing nimetaka kuuliza sana. Undhani kwa nini Kisumu hatunanga events mingi? Si Kisumu iko rated like one of the cities in Kenya, right? Hii ni city. Meaning stories za gigs haifai kuwa story ati hatuna gigs and stuff. Wewe unajua uko hapo mbele place unaweza at least unaweza kuwa na idea about kwa nini kitu hai happen. Kisumu na feel kuna wajaka ukuanga watu spend bro. Hiyo ni kitu inakuanga chini. Undhani kwa nini like say Kisumu iko manze gigs bado sio mingi. Watu wasanii wanalia. Unajua wasanii wangapi wa Kisumu unajua tu wamemake it ile design rajwa ati huyu ni msanii wetu wa Kisumu ametoka hapa nje na to represent like the whole country. Wachache right? Gigs huko hata underground wasanii bana wakuli do watengeneze do. At least jiji unaweza sikia kuna wasanii hata hawajulikani but one or the other wana make do. Unaget? So difference ni gani unapata hakuna gigs Kisumu bana Kisumu hakuna gigs. Complaint nasikia hata zikipostiwa hapa Kisumu gossip and stuff. Unasema ni stories za club tu. Sio hata gig fulani ilikuwa mali. Ni stories za complaints za my relationship, club, sex. Ama hiyo ndio inashika sana. Ama hiyo ndio strategy yenu ya kumarket shit hapa Kisumu. Mnafuatilia stories za usherati tu. Hiyo ndio nimenotice. Ukijaribu kuangalia vitu zina move sana Kisumu gossip and stuff. Utarealize ni nani alinyang'anya na bwana. Mara kuna gari ya daktari, mara kuna mwenye kuna daktari niachie tuna date wangapi huyu jamaa. Waget? Mara pia umefanya nini? Mara huyu jamaa. Ama mara Frank Doso ameachana na Lydia. Vitu tu za ujinga za relationship ndio na sell hapa. Hizi vitu zingine hazisell huko hivi. Kisumu watu bana. Hizo ndo vitu nye wanapenda. Sijui. Okay, as Kisumu influencers, right? Kuna zile vitu try different apart from hizo vitu za nini za relationship scandals na ikakataa kuboom. Mimi nimejaribu ikakataa kuboom tu ile ati nimejaribu something different from hizi vitu za relationship ikakataa kuboom tu. Nimekataa kuboom. Watu wasikizi hizo vitu. Watu wasitaki hizo vitu. Watu wanatafuta ujamaa. Kumbe ndo siri nianza kuleta couples sama. Nianza kuleta couples. Mkataa kuboom. Couples wako na scandals. So if you are a couple mko hapo mko na shida. Mimi nawapea platform kuja kuambia Wakenya vitu mnapitia. Nikaa Kisumu okay, unajua baby kuna vitu tumefocus on serious things na zinaendelea trends na Kisumu hatuna time za serious things. Watu wanataka kuongelea relationships za nani ilianguka. Sijui nani alinyang'anya nani bwana. Nani. Please. Yes, we are open mkuje. Tuambie shida. Kuna hot share. kuna udem. Na udem Instagram. Sijui anapostingi mapicha zake tu. Najua Manase. Nimepata asubuhi kona unakumbuka kuna time podcast leo watu wamenikemea ati unajua na kina nani. Nimepata fan wa kwanza na Jode. Si unamjua? Nimekuwa nikiambia wasee that girl anapostingi nudes zake. Mwende mcheki kama una mtu enda huko na marimisi yako nyonga dakika 5. Mbio sana. Toka hapo mbio sana ndio lale ngojea kesho ukutana na new day. So by the way I was says hata
wasi wengi my guys hapa nilikuwa nikwambia kuna dem anaitwa Manase. Ni Kisumu. Mnamjua juu ni nimekuwa nikishangaa dem bana ana confidence ya kupost. Hadi upostiwanga maneno kuna time Kisumu gossip wanampostinga stuff. My jiza wa mnao au manze. Amjui. Wewe dem posting unamjua in person? Sijai meet. Maybe tu siongeaga hivi. Lakini hujai meet? Sijai meet. Mtamani kumeet though. Ni weird. Ndio kwa podcast. Okay, akikupe unaweza kataa. Siwezi kata. Huwezi kata. Keroma lazima ikulike. Hata kama ni mbaya imekuja. Bora umedishi. Sasa akikupe huwezi kataa. For real. Watu wa Kisumu bana. Stop hating on each other bana. Mwache kuishi fake life. Huku Kenya bana utaona Kisumu fake life is real. Fake life iko. Msee utamcheki bana amepiga luko IG. Umesema ati unakutana na msanii Kibuye manze ameparara mbaya. Anatafuta luku yake hiyo the next coming weekend achachishe. Bana. Lakini Kisumu kitu naweza sema manze watu wanataka kusapotiana, unacheki Kisumu unapata mtu ako na followers kidogo unamwambia manze kitu moja msaidiana at least mnaweza unajua kuna ile point na mnaweza mix mnaweza share nini fan base. Unajua kuna fan base yako niko na fan base yangu, tutafute kitu iko common with both of us alafu tuipull tuone kama unajua kuna wale mafans utakuwa umefurahia na hiyo shida wata crossover na hata wangu wata crossover to your side. Kisumu hiyo nayo shit. Sijui story ni gani? Hakuna. Hakuna guys. Okay, you may think of something and unadhani ikifanyika inaweza change the way vitu zina happen. Kuna ile kitu unajua hata as an influencer unajua hii place ikiguzwa ikichenchiwa vitu zitakuwa tu poa, mawasanii watapata gigs, unaget unajua kuna ile kitu hata umekanga chini ukajua tu like as an influencer hiki hapa ndio watu wamekuwa kilalisha hiki kitu kichenchiwa vizuri upcoming artists wasanii watakuwa nakula tu kwa urahisi, unaget kuna kitu una feel na unajua tu your stuff inaweza ikichenchiwa tu kidogo everything itakuwa cool with like Kisumu Kenya tunaweza change maybe ni vitu za clubs kidogo, siweke club daily, watu wako club Monday to Monday. Rada kwani wase wa cut off club content mingi ya Kisumu ni from club clubs to content mingi ni club, hakunaga sijui gigi club ziko mob Kisumu. Mara hii club mpya imefunguliwa nafaa kuenda club nyingine bado wache vitu za club. Post that event we say atoke Nairobi alete event. Unadhani kama ni event na iko apart from club, unadhani event gani nafaa ilete Kisumu? Event ya nini? Ya kudishi. Kuna za kudishi, kuna ma TikTokers, kuna tu vitu TikTokers zimekuwa zikiapa mama kinkaka oya. Event za TikTokers zimekuwa zikienda je, nilisikia walipanga nyingine harao watu wakaipinga mbaya. Ati sijui mulisikia story. Kuna event fulani ilikuwa imeorganiziwa ya ma TikTokers sijui wanaenda ni kama tu adventure vacation fulani ya kwenda Bondo sijui. Niliona tu ma influencers wengine wakipinga hiyo story hatuijui ni nini. Kwani hamuelewani tena ma influencers oya? Hamuelewani? Ma TikTokers ampatani nini? Watu wako serious. Kisumu tu alafu like most of the people unaopata wako Baraza Media Lab. Sijui watu wamepeleka huko event. Hiyo si place ya kupeleka event. Tafuteni kuna tomboya hapa juu Leba College. Kuna spaces bigi. Mnaweza leta hata pool party. Watu wa bigi, hata all white pool party. Pool party. Watu swim tu waje. Hata mimi nakuja na bikini. Lakini kuna story fulani ya pool party, kuna pool party fulani nimeienda. Ilikuwa launching. Una believe na hizi vitu za biashara watu tumianga spirits and stuff? I believe is a bullshit. Si believe hizo. Tulikuwa kwa launching ya swimo fulani. Imagine ilikuwa usiku. So jonga hizi pool parties za overnight. The following day watu wameamka, sherehe imeisha, kulikuwa na msee ana float kwa maji. Alikuwa mededi ana float kwa maji.
For real. Lakini anyway, unadhani events gani tena na gani zinaweza kuwa hosted Kisumu na zikuwe perfect? Achana hizo club. Umesema TikTokers of which TikTok 9 wamekuwa kihost. But vile zikikuwa zikienda viral sana ile. Na gani tena hivi? Old school. Maybe old school. Hizo ma events za madoba, mangoma vitu tu za old school wear, old school song, old school style. Okay, hizi events za Kisumu zote zinaziwa happening. One or the other zinakupatanga huko umeattend. Ama kuna zingine huo hata. Kazi zote. Huo attending kazi zote. Kazi zote. Siwezi kosa. Lazima nitafute gig. Siwezi lalika. So meaning one or the other events zote uko ndani. Ikuwe modeling, ikuwe gani, lazima niishi. Uko na hiyo consistency ya gigs na stuff. Uko na dem? Una dem? Ulichuja huyo dem mwisho? Bwana. Hizo ni vitu private. Bisho hiyo riba manze. Nini ile happen unali? Okay, unataka dem. Kama wako. Lakini wako wengi. Wako wengi man. Basi hizi utaki dem. Okay, sasa hizi ni jitolea nikupe dem. Utaka serious na dem. Seriousness. Nikae na dem mama nitafute pesa. Okay, in short hiyo unamti dem. Hauna dem juu utafuti dem. Sio tu hauna dem juu. Ndio nataka do. So maybe nikimake ndo nitafute dem. So hiyo relationship ni gani? Your view yako ya relationship ni gani? Mimi unajua siku hizi kuna wale wasio wanakuanga hata 8 years hajaioleka na kula lifestyle yake vile anataka unacheke. Uko na view gani na hizo? Fanya hivi. Okay, sasa hivi una manage aje? Imeunga wazee kamenjera kwa hivi tu. Wewe ameunga. Ameunga wazee. Relationship gani Maybe after tuka baby mama. Uko na baby mama? Wako ambao unataka kutafuta wewe mwenye baby mama. Wangu tu. Mtafute wangu. Si ule mama anakupatia. Utaki commitment. Like unaona your life like utakuwa bila wife. Ni maybe madem tu wale dem akupe mtoi. On and off relationships hizo. Chacha. Dem akupe mtoi. Mtoi na ya zidi. Mtoi akikuwa mkubwa. Akitaka kuona mama yake. So uji picture manze at any point kwa serious family and uko na wife fulani unampanga wewe ndio the head of the family. Au picture hiyo? Like hiyo ndio kitu umezoea tu ile umegrow up mahali. Sasa ni kama umegrow as in to pay your story. Tupeleke okay, kuna watu wengine wanajua wako na same idea na yako but wangetaka kusikia story yako iko aje. Ungete kwa nini una feel like you know mimi nataka nikuwe na wakidi tu lakini kuwa na wife nataka lifestyle yangu ikuwe soft sipangwe na msee ungete nini nimekufanya una feel like hiyo ndio part unataka kuchukua grow up na single father. Umelea single father? Wewe hiyo gidha kuna gidha mlikuwa mnakutana hapa. Mzaje kupata physical? Mzee yangu ni mtu chini. Anaongea ni kuongea tu. Imagine most of my friends wamekuwa na single parent ni mother. Sijaipata na father. So wewe ni mtafu, wewe mzali kwa kwamba nenda upige hoja bana kusumbua ama. Ilikuwa jazi na tunaweza tafadhali jojo. Mimi as a father anazaji picture mtoto akinikuja kunisumbua na niambia ati nini naweza kwambia wewe fanya hivi kunja ngumu mtoto piga sura. Piga mdomo hadi ashangaa ama ilikuwaje on your side kugrow na single papa. Chill tu. Alikuwa mtu relax tu. Kwa ndo sema chill. Na kuhusu ndio kuna wasoko hapo wanataka kujua pia ulikuwa like kuliendaje ika happen like kenye happen ni hiyo tu mavida na masa ilikuwa kanda divorce ati mkora alidedi so mnabonga na mom kando sasa uko on kuna ile unapata mom's love kando na ndio unakula mzae
Sasa mada anapigia. Mimi nilikuwa na morio fulani chuo alikuwa kwa relationship kama hii walikuwa na mzaa yako kando na mokoro. Huyo jamaa alikuwa na ball jake wote maparo wake wote walikuwa na ball. Hiyo ni one thing mnafaa mjue. Mzaa alikuwa kichele the other side na mokoro alikuwa kichele the other side. So huyo jamaa angecall Buda. Anamwambia yeye manze niko mbaya. Buda kwani issue zenu tena mmeniingiza mimi sikuli. Mdogo father amefanya 1 2 3 ndio imeingia. Alafu nasikia amecall mokoro sasa hiyo. Jamaa awabo hakuna mtu unajua mimi nilikuwa niko home manzi ningecall mzae ningeingia kwa shida juu unapata na call mzae nikifika kwa mkoro naanza kwambia bana si wewe ndio umetumia pesa hapo dakika zingine okay ilikuwa very different ama saizi vile umekuja kama big ndio ulikuja like umekuja kuanza kusettle your stuff muongea na mama ama nini kwa big ndio unaelewa ni situation na nyingine so like una feel like your kids unataka kuweka pia hivyo wakue hard bana hakuna story nyingine hapa na mokoro unajua kigrow up na mada utakuwa soft kana fadhe nayo lazima kwa mama bana utakuwa soft boy lazima ukae na Buda list anakufundisha ujue life huko nje lakini the picture kwa na wote sasa your kids wapewe wote unajua kuna kitu fulani unaona a sweet age kuna watu wanalipia indefinitely tujongea kuna tu deli fulani walipiaga indefinitely okay nasikika sikuma haja nasikika sasa kuna ile time yenyewe out of to grow kuna vitu zinaitwa traumas unajua wewe kuna kuga na kitu fulani kama kwa wazazi kwanza wameseparate kila mtu ako na script yake na kila mtu kuna kitu amekanyagia sasa unajua atakwambia alafu na kuna kitu moja ufao ujue kuna kitu nataka kukuambia kwa sababu wewe mtoto wao kuna kitu affect your like sasa kumleta hiyo picha yenyewe unajua like before aseme hiyo kitu kuna venye mama amemwambia kuna venye mama amemwambia story yenye ilimuaffect na kuna venye baba alimwambia story ile affect but baba kitu inafanya bottom line baba amekuwa maisha yake unajua sasa kuna na kitu kama trauma ya kitu fulani but hapo chini vile story imelai ndio utambua kweli yes kwa witness so ujui utaambiwa out of protection like mtoto wetu kuna vitu zingine mimi na feeling sasa kuna venye kama kuna venye ime affect ndio uamue kukua mimi na staff kwa mtapa kijako tu uamue tu unataka kulea tu watoto ukiwa solo kuna trauma yote na Buda kashakwambia aje like ukiongea tu naye like ukishakuwa like ashakupanga life on my side mimi najua nimei picture hata mimi nilikuwa think of the same thing na juu squeeze angalia mwanaume wako kwa depression sana jaribu angalia kitu unajua squeeze hata as in low everything haiko I favor mwanaume ongeta I favor mwanaume so ukiangalia hata most of our friends wanakuwa serious relationship utarealize wako na tu stress fulani manzee na wewe na una as single guy unaget so mimi na feel hizi vitu zinakam all through kuangalia manzee unajua hii generation different sio kama ile kitabu ungepata wife mmoja na muongezea mwingine lakini atulia na wewe utampanga unaget hata mimi nilikuwa na picture hiyo story ni vile at some point nilikuwa naona bana pia ni tough ujiangalie the tough imagine unataka kuita gig mimi ni boys wako nataka kuita gig hebu tuende hivi nataka tuende hata nataka tuende naye saa hii tupige gig wiki 2 manzi uko na wife unaweza toka tu uende sijui gig wewe toka tu atakukalia utapata lifestyle yako pia imeanza kuchange nini anyway atuko tufuate hiyo direction sana sijui kama tumeenda direction sana hebu niongelele kitu like uko na best hapo nje uko na mtu yeye unapenda best friend like anaweza kuwa na depression kuna kitu inamsumbua nini just mwangalie mtafute but unaweza notice aje rafiki yako ako depression umerealize most men are penai kushare their situations and wana pass through utarealize rafiki yako later on zile kwa trust manzini na kuja kurealize huyu jamaa amekuwa kipitia shit nyingine real unafikiri unaweza identify umeikuwa na rafiki mwana umeidentify huyu jamaa manzi saizi ana pass through shit you squeeze it na fake unaweza pata unapitia shit hata wewe sahihi lakini ukiwa na marafiki zako uko happy hiyo ndio time yako kutoa akili yako kwa hiyo stuff una get
Sijai kuona. Uje iko na Maybe wale wenye wanakuambia kusaidie wako poa home, but anataka shida zake tu. Shida tu zake. Shida ya madem mara tunaongeaga na best yangu mwingine, but saizi msichana amemchukua amemweka kando kidogo. Most wanaume ni madem. I think madem do nisipende do na madem. Do na madem. Vitu za haraka bana, vitu za haraka ni mbaya. Somea kitu yenye nakupea do, utataka kitu ya haraka kesho ukue jivu. Utafanya. Jo story, mlisikia Kisumu kulikuwa na msi ali commit suicide kutoka huko kwa ghorofa za bana. Hiyo tu asubuhi, nilikuwa hapo asubuhi. Ulikuwa? Nilikuwa Baraza Media Lab asubuhi tukifanya vitu zingine hapo za decoration. Tulikuwa tunakata vitu za decoration. Nasikia ilikuwa frustration ya tu watu wa taxes and stuff. 300. Hiyo kitu nilikuwa nimeisikia, ndio later on ya kurealize that guy ni relative wa my closest friend. My very closest friend. Wani watu wenye wako na doko hao. Ile jamaa kuna doko. One year ni that guy. Na bado amlipi do na nasikia kama alikuwa ameingia kwa deni mingi za watu wameemploy, una get alafu pia wako wanampay hiyo do, wako wana come clean ndio wanampay hiyo pesa and stuff. So manze mimi naambia hebu talk to your friends, you get yeah, talk to your friends. So hiyo story msanii alikuwa anafanyia do anza kufuatiliwa sana, alikuwa Rao na Academy Gavika Nsako mchezaji unajua wakajua hizi ni ngoli tunaondokea, ni ngoli tunaondokea. Sasa kipiga fine kwa ile deliver KRA inaweza kabaki imepata 70% nasikia walimgonga 300M. Ndio hiyo sasa. Hiyo ni taxes. Sasa walimwambia uko na deni, uko na tax msee ya 300M. Na unaisha deni yako fulani kama 1 billion ndio ulipe pia wase, una get. Bro, wase wanapitia through shit. Okay, later on ilikuja that guy was rich, buda. Msionanga kama bombe hapo unatamani msee yako na TX, ma V8. Uwezi pale hiyo gari ametoa. Watu wana kitambo wanze kuspin hiyo kuendesha hiyo life manze inataka a lot man. Sasa mimi nilikuja kusikia tu jamaa na kuna mali design na jimada bro. Nilikuja kujua manze kuna tunafaa tuonje Kenya. Mimi nilikuja kurealize hata mamori wangu wengi. Sasa hata mtu ukisikia ameanzisha mbizi ya therapy. Nani ata-attend? Africans tunakuanga wagumu na hizi vitu za therapy. Tunaona tu ni vitu zingine za ujinga. Watu wenyewe wanaenda therapy. Sana kachini manze na anaifuatilia daily. Hapa hivi manze unasikianga story ya therapy manze. Mtu anasema ati aende abongeshe msee anaona hiyo ni medi. Si ni kule ngwai. Acha ni kule ngwai hiyo story de. But man, mi feeling na kwanga poa tu ubonge tu na mori wako. Unacheki usiasi mingi tu boys wako tu anakujanga hivyo ni nini. Bonga mjwange ngori ni gani unaketa? Ndio rada yake mama. Unakunga na mori umeona ushanga na yeye a lot like deep ama wewe ni mtu nakufanga kifo yako. Ama uko close na your paps design wewe yeye ndo unashare na yeye unashare tu na wote mother na buda. Uko close na paps design unaweza pia ngori unaenda wote hadi nyinyi mingori zangu na madana mmoja kuna ngori naambia mzae na kuna ngori yenyewe huyo mwenye nilikuwa namwambia kama gani ngori ni mimi hebu example unajua kuna story example kama ngori za do hiyo ndio tumeingiza stress ya mtu mwingine. Wewe ilifika wapi kaza kutaka shake na mzaja nyumuri ya msee. Wewe sio na dai kutoka ati wewe ibacho umeenda fadhe. Jobi kitambo naona iko mbaya. Mzako ana dedi. Naja video story ya land yako. Naanza kububu. Ndio mabro wako ingia ameshika. Lakini leave alone that unaweza kuwa kwa relationship wende ushtue budako like kama para wako watu mwambie napitia this itabidi tu mother ama buda relationship ama mimi ndio sio kwa close na wazazi wangu depende vile kuclose ndio kwa close na mzae atakuwa na
Peleka na rada. Unaweza kuwa close na Morocco. Kupeleka Depend. Come kwa sasa. Kama Kwa sasa Jeff. Inaitwa unapata pia wewe kuna Nafaa niingie kwa my books bana. Mimi siko nafunza hizi. Pinches anaitwa aje? Huu mwenye nilikuwa na share na yeye sana. Kuna mwenye alidedi. Alidai dem. Ode. Mimi ngori siwezi share na dem. Dem sota kushare na story. Wewe bongea good. lakini inalingana how close. Umesema kutrust denge ni kumwambia siri ni genje. Mbaya. Ili ni yetu trust boy wako ama Heru pige boys wako bana riba. Uje unaishia hapo hivyo. Mimi nishaikuwa na experience mbaya manze. Siwezi dai kwambia dem siri manze. Utastukia bana. Mademo wote Kwanza utapata kwanza ameenda kwambia hiyo denge. kwanza wote Denge wako hapo. kwa siri zako. How close were you to her? ilikuwa tu close sana. Mlipatana mkapendana. Hapana, tulikuwa chuo moja but we Tulikuwa were high school. close. Remo hapo bayani tulikuwa hivi, yeye alikuwa class different, kama niko class different. Sasa break time tunacheza pamoja nini, yeye akatoka akaenda Golden. Sasa hizo kukua form 1 hizo time za corona 2020 tukakuja tukareunite, kwanza kwa pamoja kutin nini Ile time ulikuwa na ngeus. kuwa na date Ile kauma. Muulize sijai kauma. Kauma. ndio. Wote kauma wala. Alikuwa dem keki amebeba ako fine. Ulikuwa na usora meza tu mate na Si tulikuwa tunapika smoky hizo time za corona. Smoky tu pale Mountain View akipita mahago mbonge nini. Then ikakamika kwa tukakosana juu ya boy fulani. alipata boy. Boy fulani alimdishi sunset kwa choo. So Hiyo ni time yenye sunset ilikuwa inaoperate ndio. Hiyo time ilikuwa genje. Acheki ilikuwa 2021 Hiyo time ilikuwa genje. 2022 kumada chuo nini. So hiyo time ninaitwa Ulikosha confess. Mimi nakumbuka hiyo time. Ulikuwa tu Memorial. Cheki dema sifinye. Uliachilia Memorial demo wako. Huyo ndo tulikuwa tumejuana na boy. No boys. Sasa alikuwa anajua huyu ni denge wako lakini hapo kwa anajua. hapo anang'ama. Ndio na si tu ni Memorial. Hiyo time ikakaa. So boy amedishi hiyo dem. Akaenda best yake tena. Best dem. Sasa akaanza kudate. So udem amefanyia udem mwingine mabaya. So udem akakuwa na depression, analia a lot of time. Watu wamtaki nini, Joe boy. Na udem alikuwa shapata boy mwingine. So tukakuja tukakosana na udem Joe boys. Jusi ni mabeste. No boys. So alikuja kwa tena boys wako. Hapo later on later. So boys anachukua ulikubali Jordan anapost status anatumia mabeste washare nini like vitu tu mob. So ikakamika kakosana na udem. So at what point ulijump jana? mimi nilikuudhi. Hakuna hata wewe hakuna kitu iliudi. Hakuna bana. Walikuwa mabeste, unaelewa? Hakuna kenye Ulijump na wewe sio ulijump na yeye. Juwe ni rafiki yako alimfinya. Sasa udem nikamcall time nyingine tu nikamwambia nianze nini. Apologize kuhusu hiyo story. So akasema atake story zetu, nikamwambia ni sawa. Haina shida. So September ameenda shule. Walikuwa wamerudiana na no boys tena. Sasa best yake dem. Boys finya boys maana alikuwa na mfinya. Sasa ule October 2022 tarehe 10 baba dengele ya moa aliamua genye. Alipata accident walai. Dem alipata accident. Demako Walai. Aligenya. Mi sikulala hiyo day. Trauma nililihika. Hadi wale alipata accident tu alienda. Unakumbuka hiyo time ya Ruga?
Watu walisema Ruga amesacrifice. Nakumbuka yote malika. Walikuwa mmoja wao. Hey, deadly. Nakumbuka hiyo time nakumbuka hiyo time maswali dead manze. Kwanza madenge walikuwa wengi sana. Madenge mapodeshi zilidedi pale kwa ndai mbaya. Safi bro. Dem alikuwa keke. Hebu nikuoneshe mota yake. Ndio maana uko na trauma uwezekana dem. Lakini ulidedi bro. Alikuwa shanyafi. Ulikuwa umeiuma. Hiyo basi ndio kutraumatize. Hiyo baada kutraumatize, unaelewa? Mimi ni traumatize. Lakini imagine uiume uje tu mimi ni uume alafu unaona ndo huyo. Yaani hata hiyo harufu itabaki kwa mless. Na mkicha. Hiyo harufu inaweza baki hata kwa. Alafu ndo huyo. Tuone pia watu wa baka. Alikuwa keki. Si huyo. Ndo huyo. Hii kitu bana. Ndo lidedi. Unachekio kipenga. Ndo lidedi. Ndo lidedi. Ungemwomba Usiangalie sana pia. Nako heaven. Naweza tokelezea hapa mkaishia wote. Lisa ndo akidunda. Mimi akidunda. sasa kwa hiyo Mimi naweza zikimbia manze. mimi bro kitajua ndio nitatoka stay kimbia hivi. Kimbia Bro mimi nakimbia. Kimbia bro. Lakini ndio nimekaa. Wezi spirit. Unaona gani? Ni cheki za What are the scary bro? Hiyo movie nilikuwa na watch. Bana inakaa too real, basi inakaa ni Ilikuwa real man. Jamaa anajipata kwa miti. Anajipata kwa miti marembo. Hata kumashinga bro. Cheki. Hata papa ikushtui hivyo. Cheki, mshaona ile movie ya Majuto. Majuto ako na tumbo kubwa. Amebebwa na Mzee Majuto. Majuto amebebwa. Nilikuwa naona makuku. Alikuwa anaitwa Mr. Chabo. Aliba kuku. Mzee Majuto. Akabebwa na ngazi, tumbo yake ilikuwa imefura. Sasa kupelekwa chini ya miti. Nakumbuka ule mzungu mwenye alitoka juu. Nakumbuka. Sijaona yeye. Nilikuwa naona kama movie za Majuto. Mzee Majuto. Mzee Majuto. Huyo jamaa alitoka huko juu. Alidedi last year but one. Alidedi kitambo. 2021. Real life. Mzee imwili. Majuto alidedi. Nafaa kutafuta hiyo movie ilikuwa real. Storyline ni real. Ni comedy tu. Like ghost ilitoka juu ya miti. Imevaa white. Shuka chini watu wakaanza mbio kila mtu. Business mama bale. Pale watu wanakibana bila. Migo. Cheki usiku umekaa peke yako unatumia wifi home. Umekaa nje, soja amedoze. Soja amedoze. Bro, soja unalipofanya. Kwa stage bro. Wewe ona. Soja unafanya nje. Saa 9 usiku umekaa nje na phone. Watu wote taa zao imezimwa. Wewe ndio umebaki unatumia simu. Alafu ukutane na kwa phone yako maghost zingine. Baba utalala kwa phone ndani. Kwa simu tu una watch TikTok. Umeona maghost zingine bana. Kwa phone si hapo nimezima light hapo. Kwa menje. Kwa menje. Haisi tabasta kwa ni programming. Ndio kwa phone ndio. Mimi ni msichana Bora sitokea hapo kwa internet yako. Ukianza kuona magoe bana hiyo una hallucinate bro. Hiyo una hallucination. Spiritual. Ina watu ile mse amelewa. Sawa unaelewa. Maybe nafikiria kitu sana sasa inakuja kwa mind yake but kwangi real. Spiritual ukweli mzee African magic ni. African movie. Cheki, enda Nigeria. Kurogana ni real. Kurogana ni real. Ni spirit tu. But hiyo ndio
Bana nyuki imetokelezea. Nyuki gani? Nyuki imetokelezea mtu hapa kwa mkono Wapi? iba. Unajua scientists wanasema ukikuwa na queen bee, ukikuwa na queen bee hizo bee zote zinakupata bila kukuuma. Ndio show wao sasa wanatokanga Wakamba sijui nyuki sijui nini. Ngojea bila Haikuumi. Unajua wewe ndio kuna queen. Najuanga about your queen bee, hata ukitaka kuharvest kuanza kwa project ya nyuki lazima utafuta queen bee uiweke hapo ndani. Hiyo ndio trick. Ndio ileta hizo. Hiyo ndio trick. So ukibeba pia wewe hivi haitakuuma. So mtakuwa like mna act. Mganga atakuwa na act na msee wake anakuambia anajua hata wewe ni fahamu unajua mambo na bees nini. Sasa wewe ndo nakutumia unaelewa. Piga tu script hoja. Script unaona bebeni hizi bro. Hata nikwambie kuna Si zote but kuna scammers. Kuna wanashaelewa Sana natumia tu science. Aswa cheki kuna Sasa yao inapaka sana. kama niko class 6 hapo hivyo kuna kwa sasa fulani wenye nilikuwa nimeenda kusomea basic fulani catch juizi mato 7 post election hizo class 6 class 5 nimeenda catch hizo stories za post election sasa ni chill bro sasa mkena fulani na ile familia msibu Anakuambia hiyo familia jageni kutoka leo simu zake kamaanza kunifanyia wewe wao wakuzaliwa na hiyo kitu hapo. hapana sasa sikize mtu wa nyoka ni nyoka mtu wa mganga ni mganga. sasa kiasi nataka nifika ko mwezi nikamwai kamva bro kesho kuamka sasa meza mate sasa Wallahi tunatumia boy Haya hizo wallahi kwa shingo na kahaga bro hizo ni kweli. hiki nani karibu siku 3 mkaenda kule medicine mali mwenye geniokolea Hapa ana revert alikuwa ametafuta plan. ameabisha kambi maua vitu fulani akatemea nafaka protect Ukameza mati umauma akaanza kunipisha story bro hata sijui venye story kutoka unakumbuka ukimeza tu baada after that. kwani ndio sio asili but hiyo kitu na real tu kibelieve unaelewa ama unaamini hiyo shit ushairogo Unaona iko but msame kukalia Jegi. Mimi majini vitu zingine hazifai bana kuna watu huku nje wako na majini tu. Kwanza hao kutoka Mombasa sijui wapi nini. Mtu anapiga tu nduru. Unamsomea Qurani. Anaongea na watu wake. Nasikia Qurani huwezi kanyaga na mguu hivi. Nasikia utaweza fura ile elephantiasis inaweza kuchapa mbaya. Ni ukweli story. Hawezi kanyaga. Kwa nini kwa nini Bible ingekuwa Bible ukikanyaga utaingia ndani. Bible bro kanyaga na sisi mguu yako inaweza hizo ni za jaba bwana. ilikuwa ni jaba hiyo ni vitabu tu kama rasmi ndo wanatumia Biblia kijana ngwai ni kitu nyeume grow up nayo like believe tu system unaona Qurani yanguke utamusha ukisi hivi alafu urudishe hapa hiyo ndo believe watu wana believe Biblia tena ikianguka hapa lazima ni lazima ni bebe niweke kando Jumada si ameokoka anatuombea but hizo vitu si real bana hizo vitu like ufai kuweka kwa mind yako hiyo that unaona kuna watu wengine si religious Biblia but iko spiritual kuna watu tu spiritual nayo kuna wenye ona sema ya Msomali akikuona ukikanyaga Qurani mtapigana anaweza kumada mtapigana anaanza kumada wallahi sasa anaweza kuvaa mbaya wewe ukimwona akikanyaga Biblia utamvaa pia Sasa mpata boeka tu lakini atakufa. But hiyo ni nadhani ni kitambo. Sasa hivi bana sasa majenzi ya sasa hivi bana nasikia sasa hizi kuna Muislamu anahubiri kwa kanisa la kanzu hadi na kofia Tanzania. Lakini asipoona tu umekanyaga Qur'an. Ana wasema dedicate time yao bana kwa religion mbaya. Unajua kina religion. Naelewa. Nataka usienda useme kama mcheka pasi fulani. Nini unascan? Aanze kufanya vitu fulani against Biblia. Unapataga akona madoa kuna nini lakini akona watu fulani wamechizi. Lakini mama yake inaga progress. Like vitu religious vitu hauwezi pata tu shei
anataka watu wako wanishe. Lakini sio ati mtu anaenda amekaa chini akakuroga. Kuna hizo ni religion, kuna hizo religion yenyewe kumaanisha Quran na Biblia. But ya kuroga kuna Biblia hadi shamba. Biblia Unataka kuiba. Utajaza mahindi kwa kula. Biblia na Quran anaangalia hizo vitu naelewa. Siko kwa Biblia na Quran. Uchawi nini? But real bro. Hiyo ni wenyewe watu wanazaliwa nazo ama wanatoa hizo vitu. Hizo vitu una inherit. Kama pinches wa mesuit kukua hivi. Ni kitu hiko tutaendelea lakini inakuwa kwa bongo. So ukisema okay, unaweza pata sisi ma siblings lakini sio kila mtu akona hiyo kitu. Mmoja unapata ni last born ama first born. Cheki lakini ona what if I die? Lazima kusikia. Unadai nini? Pigwa radi. Ona. Dikasa kwa pete wala tusistola pete. Mtu anafanya hivi pete. Anafanya hivi pete. Anasafisha nyota. Cheki hapana. Ona, mtu anasafisha hivi nyoko. Umemwacha Lake Victoria. Ukirudi kwa nyumba unakutana na yeye amekaa hivi kwa kiti. Baba, hiyo nayo itakuwa chizi. Na kubadi toroke vile kama. Hiyo ndio za ona cheki Nigeria. Usikii huyu anaitwaje? Huyu sijui Traore. Bodyguard wake sijui ako na spirit gani. Mpiga risasi. Nimesikia hiyo. Ibra Traore nasikia. Nasikia sasa yeye au sasa ndo mainforma wake. Hawa bodyguard wake. Like ame employ ma wizards, ma witches wako kwa hospitali. Wengine juu wataanza kwenda kutritiwa manze. Na maybe unapata una sickness unapita huko. Unapita huko. Alafu sasa unaona sasa ile sia yake ni hawa sasa majuju. Wanakuja na parade hapo wanasema kuna mtu amekula hapa hongo kweli. Usipobonga mapema. Unatolewa. Nani amekula hongo? Nani amekula hongo? Nami ni seti before tuanze nini? Nani amekula hongo? Tuanze nini? Mtu ana step hivi ati bosi, nilikuwa nimekujua na offer fulani na ndo fulani. But siku decline. Kabidi nimeleta. Hakuna kitu inapita kwa masikio yake. Mababu wanamwambia tu labda chako. Kuna jamaa wako hapa hivi atakufanya. But ukiamini but hiyo ni culture ya Africa. Hiyo ni culture. Hiyo ni gift. Hiyo ni gift. Wewe prezo amejipima na ameweka open anajipima. Ameweka open. Iko open hiyo design. Kuna dawa zingine za kienyeji zinatibu mse na zingine za usemi. Kuna vitu zingine hata unapata imeshika mtoto. By the way unajua kuna dawa ina ngwelo ndio inatoanga. Hizi miso. Miso unapulizia mtoto ngwelo ndio yako on. Iko bie. Saizi bana. Ingekuwa hiyo ni nini inaweza fanya msako na fame. Inaweza kuwa bie. Shida ni haziwezi kufanya stories za fame. Zina protect tu na fame hapo bana. Fame maybe cult. Ama God akuamulia. Mtuka Diamond. Ni influencer ama ni celebrity, ni celeb. But Kenya ile mtoka game ni vitu tu na cult ndio cult most wote wako cult hao hizo stories bro inakuwa inasemekana watu wa believe unaweza tengeneza ndo upate ukipesa inanisha hivyo ndio sawa anaanza cheki siati kunini unajua ukienda place nyingine unafanya mbona ule jamaa pikipiki alichoma pikipiki yake yenye Diamond si akona hiyo ana believe hiyo shit of which mtuka lazima kwa cult. Ona we protection bro. Cheki. Kuna place ikifika lazima upate protection bro. Harmonize wote wako cult. Ibra nani Rayvanny la wote. Yaani kila mtu wako cult. Mimi sidhani. Hakuna kudhani bro. Ni reality bro. Juu kuna hawa sasa wanapigananga hadi wanasema ati kama before tuendelee kuna disclaimer hapo kwa hatuko show hizi ni alleged kama adwezi ndio our guest for sure but ni kuna disclaimer uzuri for entertainment purpose so Harmonize akiona hiyo juju asiwe we don't know but kuna time alikuwa anabonga pia hadhara akisema ati Diamond kama anadai anajiona
hawana za nini kijuju pia muok hao ndio wanasiaje na unajua waislamu wanajithreaten hivyo hao wameachana na dini gani na waislamu wanadai gani waislamu wanaharibu bana lakini kuna something about religion and inakuwa big lakini saa zingine Islam and the Christians na hiyo itaisha unless religion imeisha unaelewa lakini religion inakuleta division at some point ndio division sana Mungu mmoja na jusi we are all humans na tuombe wewe wacha nikuulize hapo unaweza fanya kama unless hizo vitu za kuuza za religion unaweza kula unaweza tembea unaweza kimbia kwa nini unaweza unaweza nyonga ukiamua kunyonga unanyonga tuko the same lakini you can't commit suicide unaweza commit suicide Waislamu committing suicide. Ati hao tusini religion za hata kwa Muislamu commit suicide ni ngumu. Ni ngumu design gani? Akufa asubuhi atazikwa saa 7 ama saa 10. Yani design unaelewa kwa Muislamu andika wawili. Achana na Mkristo. Unajua Uislamu anafia kukufa design. Yani design ana enjoy life manze. Upatiwe bado bibi wanei. Unajua Mkristo ni mjamo. Mkristo ni mgapi? Mjamo bana. Na ukiwa mnengi, huyu mwingine anakuacha. Ukiwa mnengi, huyu mwingine anakuacha. Inaonga bad. Wakristo naonga ni limited. But Muislamu anafeel. So ukianza kuwaeka utaeka 4. Na kuna mtu anabonga, kuna mwambia kuna mtu anakuja kesho. Na nisiseme kama unaweka kila baby kwa nyumba yake. Jua hizi ishi pamoja. Kuna religion yangu inakubali. Kuna hii tribe ya Muslim iko Somali. Niko na wanaoadi underage. Somali seta wana. Somali. Underage. Kuna hiyo story underage. 9 years. Bora umeanza kuovulate. Bora demo umeanza kuovulate. Hiyo ni culture. Na nilisikia ni culture. Hapa Kenya wewe mtoto. Na nasikia 9 years bro. Wewe usiza bambo with Somali nasikia walijaribu kuikataza hadi kaleta war. Ni mbaya sana. Walijaribu kuibana hiyo shit ikaleta vita mbaya. Mbaya sana bana. Culture. Nilikuwa naona kuna culture. Hiyo sasa ni culture yao. Kwa hiyo underage marriage. Ongeta. Basi wa Kenya wako na utu. Si hata utu. Hiyo ndo hapa Kenya ndo upatikane na unafanya hiyo shughuli. Unaweza tii gava. Unaweza tii gava. Ndio nimeona mzae ako like 60 years na anachukua mkidi wa 9. Acha hivyo kuna mwingine lakini maybe sana. Na niko kwenda 9 12. Naongelea 15. Unasema na mwenye alikuwa ametoka class 2. Like umzee akona haja. Ako tu na kutu ya mkidi mdogo. Aya mzee hao big hadi hata. Lakini furaha hapo. Na baada kwa na shamba. At what point uta enjoy? Unajua mimi assume sex hata kama ndio tukue to have sex, lazima tukue na process bro. Kuna nini? Hivi tu mimi sasa kwenda direct kwa shughuli. Okay? Process. Lazima tukue na process, design 24 play. Tumalize 4 play. Ndio nianze kulima hii samo. Unadhani kidi. Unadhani sana jeki bro. Nani anza kwa jeki? Bwana kuna bro. Cheki Bro. Cheki. Kuna mtoto wako CBC. Ako na jeki. Amebeba nyuma. Ako na mafurumba mbaya. Ako na mafurumba mbaya. Video. Staki jua. Jeki. Jeki ngumu but saizi watoto wanakula GMO. Watoto ni wabigi baba. Kuna mtoto mdogo amebeba nyuma na ako CBC ndio amemaliza grade 9. But kwa jamii unajua na si mtu ako 9 years hapo ana cheki. But na mimi na hiyo spank pa. Na pili Kenya tuko bia. Maybe hao watoto wazungu ndio wana grow up. Kenya. Na feel Kenya. Unaweza pata hata dem bigi. Na feel Kenya. Unadhania dem bigi sijui ako 18. Ukisikia hapa Kenya hapa Kenya naye na feel like lo yetu imepatia madem freedom most tunaelewa. Like madem ako na freedom most ukiangalia na hizo countries zingine. Hapa Kenya madem ana feel
wako high wako free tu, yani wako free, wanaweza ingia kwa relationship anytime, wajitoe, unaelewa, watafute mbaba za kuweke, waache, unaelewa, wapige hivi lapi kidogo, wamwacha. Sasa ndio cheating. Mimi na dealing na cheating design fulani manze. Vigorous. Lazima kuwe vigorous manze. Ndio vitu na boil manze. Manze. Hapa ni Kalivondo manze. Na tuko na influencer moja Mgenje, tunakafunga manze. Na mmesikia anaitwa aje kwa TikTok na uko TikTok? TikTok. What platform? Instagram Kisumu Influencers. CEO hapo. Manze, msubscribe pia kwa Ufuzi Kona podcast manze. Jaja. Ndio ni mafans watu search. Mafans wote kama kwa hizi hapo Kisumu Influencers support. TikTok. Na hapo ma TikTok, ma Instagram, na YouTube. Wa Kisumu wote msaidiane bana. Support. MC kina nani, ma DJs, kila mtu wote tunakafunga manze. Na support tatinga. Till next time. Kona podcast. I don't know. Tunamaliza